wakati nimekucha, lakini siwezi kuwa ninaenda huko tena ninakucha tena, badala ya nikae nihudumiwe, ni mimi tena nimekuja kuhudumu. Ninasikia tu, ningependa nisikie kutoka kwa mama, lakini ninasema ni asante mama kwa kunipatia madhabahu, hata kama unajua vile mambo imekuwa tu, umenipatia madhabahu, na mimi ninaamini ya kwamba Mungu ataniwezesha kuhudumia mioyo hii kupitia Roho Mtakatifu. Maana sio vizuri nitumie haya masaa yenu tu bure bila kitu ambacho kitawasaidia, tena haitakuwa ni mbaya. Lakini Mungu aniwezeshe nihudumie kila roho hapa kwa jina la Yesu Kristo. Tumeingia msimu ambao ni msimu ambao nafikiri siku wa wakati hata wa matangazo. Mungu nisamehe hiyo kuchelewa. Baba, nitenganishe na hiyo roho ya kuchelewa Bwana kanisani kwa jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Sasa siku wa wakati wa matangazo, na ninaamini ya kwamba kuna mambo ambayo, kuna msimu ambao tunaingia, na ule msimu ambao tunaingia Mungu atatusaidia. Kuna mahali tulikuwa tumekutana mahali na watumishi wengine wa Mungu, na mimi nilipokuwa mahali pale nikaomba, nilikuwa naomba Mungu atupe neema fulani. Na wakati nilikuwa ninaomba kwa maombi hivi, nilikataja kitu, wote wakacheka, na nilikuwa maombi. Lakini hiyo kitu bado ilifanya mimi naomba, badala ya, na mimi hupenda kuomba nikilia. Lakini hiyo ilifanya hata mimi kwa maombi tu ninacheka. Nafikiri baba alituangalia akasema, watoto wangu leo wamekuja vizuri sana, wanajiongelesha wakicheka. Na hiyo neema tunataka tuingie na tuongelee katika neema msimu huu kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuwa nikitembea kwingi, na yani nilipo maisha yangu ya wokovu nimeingia kwingi sana makanisa haya, na nimeangalia makanisa yakikua, na nimekuwa marafiki wa wachungaji ambao wanaanzisha makanisa, na nimeangalia kwa macho yangu makanisa yakianza kuchipuka na yanaendelea na yanakuwa na inakuwa kanisa likubwa. Na nimeshuhudia, ni kama venye tunashuhudia mtoto kuzaliwa, na unapenda venye anakuwa, unapenda ameanza kukuita dadi, unapenda ameanza hata kutembea, unapenda venye huyo mtoto ameingia class anasoma. Nimewahi kuexperience hiyo katika makanisa, na ninaamini ya kwamba kanisa hili tumekuwa katika misimu ambayo tumetoka kwenye season hii mpaka ile, na sasa tunaingia katika season ambayo tutaingia katika kule kupenya. Sasa kuna mahali inapika, sasa tunaanza kuongelea, na nataka niongee hayo kidogo tu, na naamini ya kwamba siku ya leo ukitoka hapa utatoka ukiwa umeingia katika msimu wako wa kuongelea katika neema ya upenyo. Sema amen. Kuna kilio kimoja, mtu mmoja alilia, maana nitaongea kuhusu kilio madhabahuni, kilio kwenye madhabahu, kilio kigongona hili. Kuna watu wengine waliambiwa ya kwamba Mungu akatamani kama tu wangeacha kulilia huko, na Mungu akatamani kama tu wangekuja wachapue madhabahu na machozi. Na ndugu mwingine nilikuwa ninaongea naye mahali, nilipenda yeye sana, akaniambia yeye alikuwa anacheza tu. Ndio maana nimekwambia mimi napenda kulia nikiomba, maana ninaongea na Baba. Sasa huyo ndugu tulikuwa tuna hoteli tulikuwa tumeweka Gikomba. So mimi walikuwa wananiita kijana ya Mukimo. Juu nilikuwa na hoteli nje, nilikuwa ninaweka makuni maigo kojigo, lakini inatoa ile moshi. Sasa wakati na ile moto, unaona ile moshi inaniingia macho. Nikilia huyo ndugu alikuwa ananichongoa. Maitoni bao muone hadi. Yaani machozi imepotelea. Maana nilipenda kulia kwa madhabahu. Na ndio maana mimi nataka leo
tuanze ule msimu kwa jina la Yesu, kulingana na neema ile Mungu atatuwezesha. Kuna watu ambao wamejulikana sana kwenye maandiko ambao walilia kwenye madhabahu. Akina Hana tunawakumbuka wakilia kwenye madhabahu, na kuna mtu mmoja kwa Biblia kuna mahali ambapo nilikuwa ninaangalia ni kwa nini sanduku la agano likijengwa kulikuwa na pembe za madhabahu, na hizo pembe zilikuwa 4, na hakuna mtu angejishikilia hizo pembe Yerusalemu auawe. Ilikuwa ukishika hizo pembe, ukimbie ushike pembe za madhabahu, wanatoroka wanasema huyo hatumuui. Na saa hizi bado pembe za madhabahu zimeinuliwa. Kati yetu hapa kuna watu wanafaa kuwa wameaga, wamekufa. Hata saa hizi tunaongea, wengine wetu labda baada ya hapa ungekufa, lakini kwa sababu ya madhabahu ambayo yameinuliwa na bado pembe za madhabahu zimeinuliwa, hautakufa, utaishi kwa sababu ya pembe za madhabahu. Na ndio maana nataka tunapoingia katika huo msimu ambao Mungu anaenda kutuingiza wa kupenya kama CAC, hatutaacha pembe za madhabahu, tutashika pembe za madhabahu. Lazima Mungu atuhurumie kwenye madhabahu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alilia kwenye madhabahu, maana wakati Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania ati yeye alibeba damu yake mwenyewe, wakati makuhani wengine walikuwa wanabeba damu ya ndama na chipu ya ng'ombe wadogo waliochomwa, lakini Yesu alibeba damu yake mwenyewe na kwenda nayo kwenye madhabahu. Lakini kwenye madhabahu yale, alipokuwa kuhani mkuu Yesu Kristo alipokuwa anatoa dhabihu Kalvari, alilia kilio, akasema Elai, akasema Eloi, kilio cha madhabahu. Si tunaweza kufanya kilio kama hicho siku ya leo? Si tunaweza kulilia Bwana kilio kama hicho? Hicho kilio ndicho kilio ambacho huzaa. Kilio ambacho Hana alilia, aliitana Eli, 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 alimuita kuhani Eli. Kilio ambacho Yesu alilia kwenye madhabahu kilikuwa hicho tu, Eli, Eli, Elai. Ni kilio cha mtu anayezaa, ni kilio cha mtu ambaye anaenda kupata kitu kipya, anaenda kuingia na kupata jina mpya katika jina la Yesu Kristo. Siwache nisome maandiko, maana mtu mwingine aliniambia kwa Kamende oalia dodoraba kwa maandiko. Nikakumbuka sijasoma maandiko. Wacha nisome. Kuna kanisa tunaendaka tunasoma Biblia 2, unakuwa umesomewa maandiko, lakini si hii nisome tu isomo limwe, ni somo limoja. Haleluya. Yesu ni Bwana, anatawala leo, atatawala milele. Ni saa saba nitakuwa nimemaliza. Sitakaa, nitajaribu niweke masaa katika kitabu cha Marko Mathayo, Marko, Luka. Unaenda unasoma Mathayo, Marko, Luka. Sio kama uko Luka unarudi nyuma. Yesu ni Bwana. Baba ni mpenda watoto, anawakusanya pamoja akiwa na kusudi. Baba mpenda watoto, Baba mpenda watoto. Rehema zake ni mpya kila asubuhi. Unafungua maandiko kitabu cha Mark chapter 10 verse. Sasa sinisome siniongee mambo hata kitu hata watoto wa Sunday school wote wanajua. Nataka kuongea kuhusu huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus. Oh,
Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man. "Cheer up, on your feet, he is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," Jesus said, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. My God, my God. Bwana asifiwe. Ati huyo jamaa alikuwa anaitwa nani? Bartimayo. Sisi tutaongea zote kama Kiingereza tutakichanganya na Kikuyu tutakichanganya na Kiswahili, ndio kila kitu iweze kueleka hizo dakika 15. Huyu mtu ambaye alikuwa alikuwa amekaa kando ya barabara. Biblia inasema jamaa huyu alikuwa haoni. Tuanze hapo. Alikuwa hafanyi nini? Haoni. Alikuwa haoni. Na kusikia alikuwa anasikia. Kwa hivyo angesimulia. Angeambia watu, "Yesu ninasikianga." Anaambiwa Yesu huponya, lakini yeye sema haoni. Kuna mtu hapa ninataka niongee na yeye. Ako hapa. Huyu ni Bartimayo. Na kila mtu ako hapa ako na Bartimayo wake. Huyu mtu amekaa hapa. Kusikia yeye husikia, lakini haoni. Lakini Yesu anakuja leo atufungue macho. Ile alisikia ya kwamba watu wengine walifanyiwa muujiza, lakini yeye haoni. Yeye alisikia ya kwamba watu wengine wanaogelea katika neema ya uponyaji walipona, lakini yeye husikia. Hata labda alikuwa anaambia watu wengine, "Ninasikianga kuna Yesu, na huyo Yesu huponya, na huyo Yesu." Ninapenda wimbo mwingine ambao uliimbwa na Paul Wai, na nilimuuliza kwa nini aliimba hivyo. Akasema ati nilijaribu dagari yangu gani otaga maithori magaitika. Ni kama huyo sasa Bartimayo, yaani yeye anajua kabisa huyo Yesu anaweza kufanya, lakini mimi bado hajanifanyia. Kuna mtu hapo hapa, wewe umekaa tu. Wewe labda hata uliombea mtu alipona, lakini wewe bado haujapona. Labda wewe hata uliowekelea watu wengine mikono. Kama mtu mwingine aliniambia, mimi nikiwekelea watu mikono hivi wanatajirika. Na yeye bado hata yeye ako single, ako tu karumu kanyumba tu kasimu. Yeye akikuombea huyo madam unainuka. Na ni kweli. Lakini yeye anashindwa. Kwa nini? Yeye husikia lakini haoni. Bartimayo kipofu. Yeye ni mtu ambaye yeye anaweza kuongea kuhusu mambo makubwa, lakini kuweza kushika hayo mambo inakuwa ni vigumu. Yaani yeye ukiangalia maono zake anaweza kusema tutafanya lakini hiyo maono hana. Kipofu Bartimayo hakuwa anaona chochote kile. Sasa nyenye hufanyika, mtu kama huyo anafanyika maskini mara moja. Anakuwa mtu wa kuomba. Ndio anaweza kusikia, ndio anaweza kuongea mambo makuu, lakini hawezi kuona. Anashindwa nipitie wapi? Yaani maisha iliyojawa na giza. Mtu wa Mungu, hiyo ni roho mbaya tunaikataa.
kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kuwa ninasikia tu lakini hatuoni. Hiyo ni roho mbaya, lazima tuikatae. Si lazima tuanze kuona mbali kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alituita tuwe kama yeye. Alituambia, alisema sisi tutapaa kama tai. Tai haoni tu hapa karibu, hapana, anaona mbali. Lazima tutaona hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Yaani huyu mtu kila siku nipe. Mtu ambaye amekuwa maskini, yeye haonangi kitu. Unajua kuna watu yeye anashindwa watu utajirika namna gani. Anashindangwa. Kwa nini? Kwani wao watu hufanya nini? Yeye hata kuna anasikianga ideas. Lakini anashindwa ideas zinatokanga wapi? Yeye hana kitu kama hicho kinakuwa. Yeye huyo mtu husikia ya kwamba watu wanawekanga ng'ombe na hiyo ng'ombe inafanya mtu anunue trakta ya kulima. Anauliza, mtu anaanza wapi? Kuna mtu hapo ukimwambia unaweza kuweka biashara na aje. Kuna mtu ukimwambia hapa hauhitaji pesa ndio utajirike, atasema aje, haoni, hawezi kuona. Maana nakumbuka mtu mmoja alinisaidia sana. Niliongea hiyo siku moja kwa redio. Aliniambia, ndugu yangu, hauhitaji pesa kutajirika. Hauhitaji. Alisema unahitaji uwe na vitu vitatu. Unafaa kuwa na S3. Akasema kitu cha kwanza, S3 ni zile baada ya kupata hizi vitu tatu. Ukipata pesa penye utafanya ndio maintain. Lakini alisema lazima uwe na idea. Ukiwa na idea then uwe na good connection, alafu kutoka good connections, idea, good connection, alafu kutoka hiyo akasema favor. Ananiambia, unaona, ukiwa na hizo vitu tatu wewe utatajirika. Wewe hautaji. Then ukipata pesa unaanza kusow some. Anasema spend some, alafu anasema save some. Wewe ni tajiri. Hizo S3. Umepata nini? Idea, then umepata favor, then umepata connections. Wacha mtu mwingine akaniuliza na papi tu. Kwa Mungu hauhitaji hizo. Hapana. Unahitaji hizo vitu tatu, ndugu zangu, nimewaambia. Ninapenda sana Boniface yako. Mungu akubariki. Mimi aliniambia siku moja, unajua tutaenda China. Aliniambia hivyo. Mara ya kwanza kwenda China, nikamuuliza China, kuna kitu tulikuwa tunachora. Akaniambia hii haiwezi faulu mpaka nifike China. Nakumbuka nilikuwa nimekaa Vicam, hoteli inaitwa Vicam. Akaniambia hii haiwezi faulu mpaka niende China. Mimi nilikuwa siku hiyo ni yeye alilipa chai. Sikuwa na pesa. Kwa hivyo sasa nitaenda China na nini? Lakini akaniambia tutaenda. Na mimi nikaamini tu juu sasa sio imani yangu, nitaangalia kama yake ifanye kazi. Nikasema si hata Yesu alisema atakufua nani? Lazaro. Kwani Lazaro alikuwa na imani akiwa kwa kaburi. Na imani alikuwa amekufa. Mimi nikasema Bwana ni bibi kwanza, najifanya kama Lazaro. Nikakufa. Lakini Bwana ana imani. Acha yeye abiri kama wewe. Na si nilienda. Nikiwa kwa ndege nilimwambia nimejichuna wakati nimeona sijaamka. Nikajua siko kwa ndoto. Sio kuota. Ni kweli niko wapi? Ilihitaji tu kuwa na akili, idea hiyo, favor, alafu kutoka hapo connection. Wewe kutoka hapo mambo inaanza. Bwana sifiwe. Unaanza kuona huyu kama Saida kipianga. Lakini usipopata kuona utabaki kuwa bega. Unaomba nipe. Maana wewe watu unasikianga wanasema hiyo, lakini unashindwa. Ati nianze kuuza niweke nguruwe. Mtu anaanzanga aje? Basi itakuwa shida sana katika maisha. Lakini ukiinuka useme nataka hizo vitu tatu na nikuonyeshe kilio
ambacho tutalia, Bwana atakuinua, atatuinua kwa jina la Yesu. Unajua maskini hawezi kuabudu. Beggars cannot worship. Beggars wana hata ukiona ukifanya hivi kanisani, kile amenaambia kile mara tarua hata roho ndio inaambia. Pia kwa nini inaambia? Kile inaambia bana. Maskini maskini hawezi kusimama wamwabudu Bwana. Na hakuna wakati unajua jamaa mmoja yule aliyepona. Hadi alikuwa ameomba siku mingi mpaka anaambia Peter, nipe. Alipopona Biblia inasema si aliruka akiwashiku. Haleluya, nimepona. Ona miguu yangu nimesimama ameaka. Lakini wakati alikuwa bega hawezi. Baba, tunakataa roho ya mabega kanisani. Hapana. Hiyo ni maitaso kwa jina la Yesu Kristo. Lazima ihame. Ndio tuweze kumwabudu Bwana jambeni. Ndio wakati unaingia kanisani unakuja, hauna shida. Wewe leo unaingia ukiwa umevaa, hata kama ni earrings zako leo umevaa mpya. Unasikia unauliza yaani unasikia hiyo earring tu inafanya usifu Mungu. Ukikuja na kiatu yako ya mikanye mrefu unauliza kwani hawaoni venye Mungu amenifanyia? Yaani unaabudu Mungu. Kwa hiyo lazima kila Sunday iwe Sunday ya muujiza kwa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tufanye kitu. Maandiko inasema ya kwamba jambo la kwanza alikuwa tayari ametambua Yesu. Bartimayo hiyo yote alikuwa amesikia. Alikuwa amesikia yeye huponya. Alikuwa amesikia yeye huvua. Hizo zote alikuwa amesikia. Naye akaamini. Akasema hata mimi kwangu itanifanyikia. Na siku moja jamaa Yesu anapita. Si amepita kama vile ako siku ya leo. Alipokuwa anapita, Biblia inasema jamaa akasema wakati wangu na Yesu siwezi kukubali uniache. Ndugu yangu, wakati wa kubarikiwa lazima tuwe tena tunaelewa. Kuna wimbo niliimba nikasema gaideria gukurana mahinda tabirahuge kana mirwaru na uheuge. Yani nimesaidie kujua nyakati kama dirahuge. Hata sijui inaitwa nini kwa Kiswahili, tutajua tu. Ama mirwaru, hata hiyo sijui, lakini tutajua tu baadaye Mungu atupatia neema hiyo. Lakini hiyo ni ndege wawili, tunyoni mbili. Tunajuanga wakati wa kupanda, tunajipanga wakati wa unaona, hatuwezi kukubali msimu tu unakuja. Inasemekana ni wakati wa kufunga na kuomba, alafu wewe wakati huo ndio unauliza na sasa nimealikwa ubani 3, kwa hivyo naweza funga hiyo siku.